Unakumbuka nilikwambia katika agano kuna mapatano, kwenye agano kuna anayejenga agano, na kwenye agano kuna anayesimamia agano, lakini pia kuna sheria. Lakini kakwambia katika agano kuna sadaka. Anayejenga agano anatoa sadaka, na anayeimarisha agano anatoa sadaka. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo katika sadaka ziko sadaka za kiagano ambazo kila mtu anatakiwa kuzitambua hizo sadaka na kutembea nazo. Tuko pamoja? Na moja ya sadaka ya kiagano ni hii ambayo sasa tunatembea nayo, inayosema kuvuna na kupanda. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kuvuna na kupanda ni moja ya sadaka za kiagano. Kwa kadri ambavyo Mungu atatupa kuendelea kujifunza, kuna vitu vingi utaviona huko ndani. Kitu kimoja ambacho natamani nikueleze kabla sijaenda mbali sana na somo. Nataka utambue jambo moja wapo, kwamba Mungu ndiye chanzo cha kila baraka kwenye maisha yetu. Amen. Natamani utambue, wakati naanza kufundisha juu ya kupanda na kuvuna, natamani ufahamu kwamba Mungu ndiye chanzo cha kila baraka kwenye maisha yetu. Maana yake hakuna mtu mwingine duniani anayeweza kusababisha baraka kwenye maisha yako. Nielewe hapo. Hayupo. Ila Mungu anaweza akatumia mtu akawa kama njia ya wewe kufikia kwenye baraka. Ila hakuna mwanadamu anaweza kuwa chanzo cha baraka. Kwa hiyo baraka zetu zote tunazozipata, chanzo chake ni Mungu mwenyewe. Tuko pamoja? Na kwa kuwa chanzo chake ni Mungu mwenyewe, ndio unaona kwenye agano la Mungu. Kwenye agano la Mungu kuna baraka za kiagano. Kwenye agano la Mungu ziko baraka za kiagano. Ninapozungumza habari ya baraka za kiagano, nataka utambue kwa namna hii ya kwamba kuna baraka lakini sio za kiagano, na kuna baraka zilizo za kiagano. Mungu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Na tunaposema utambue baraka za